Kuna watu wanaamini uchawi upo, na kuna wengine wanaamini haupo. Lakini kuna ukweli mmoja ambao haupingiki. Watu wengi wanaishi maisha ya mateso, kuchelewa kufanikiwa na kukosa amani, bila kujua sababu halisi ni nini. Je, ni bahati mbaya? Leo hatutazungumzia uchawi wa hadithi. Tutazungumzia uchawi wa kweli unaowaathiri watu kila siku, uliojificha kwenye fikra, tabia na mazingira yao. Na ukimaliza kuangalia hii documentary, huenda ukagundua kwamba baadhi ya vitu vinavyokurudisha nyuma viko ndani yako mwenyewe. 1. Uchawi wa hofu. Fear control. Hofu ni kama kifungo kisichoonekana. Mtu anaweza kuwa na uwezo mkubwa sana, lakini akashindwa kabisa kuutumia kwa sababu anaogopa. Wapo watu wanaogopa kuanza biashara kwa sababu wanafikiria watashindwa. Wengine wanaogopa kuongea mbele za watu kwa sababu wanaogopa kuchekwa. Na wengine wanaogopa hata kufuata ndoto zao kwa sababu wanaogopa kile ambacho wengine watasema. Hofu hii haiji kwa kelele, inakuja polepole. Inaanza kama wazo dogo tu. Je, nikishindwa? Kisha inakuwa hadi inageuka kuwa sababu ya wewe kutofanya chochote. Ukweli wa ndani. Hofu haimaanishi huwezi. Inaonyesha tu unajali sana matokeo. Madhara yake, inaua ndoto kabla hazijaanza. Inapunguza kujiamini. Inakufanya uishi maisha ya kujilaumu. Suluhisho. Anza kufanya vitu hata ukiwa na hofu. Ujasiri hauji kabla ya kufanya, unakuja baada ya kuanza. 2. Uchawi wa maneno ya watu. Negative influence. Kuna nguvu kubwa sana kwenye maneno, na mara nyingi watu wanaoteseka leo ni kwa sababu waliwahi kuambiwa kitu fulani walipokuwa wadogo au wanyonge. Labda uliambiwa, huwezi kufanikiwa. Wewe si wa kiwango hicho. Maisha haya si yako. Maneno haya yanaingia kwenye akili, na bila kujua, unaanza kuishi kulingana nayo. Huu ni uchawi kwa sababu unabadilisha imani yako bila wewe kugundua. Mfano halisi. Mtu ana uwezo wa kuanzisha kitu kikubwa, lakini anakumbuka maneno ya zamani, anaishia kuacha. Suluhisho. Chagua kusikiliza sauti yako mwenyewe, na ujizungushe na watu wanaokujenga, si wanaokuvunja. 3. Uchawi wa mazoea mabaya. Bad habits. Mazoea ndiyo hujenga maisha, na mazoea mabaya ndiyo huharibu maisha polepole. Kuchelewa kuamka, kupoteza muda mitandaoni, kuahirisha mambo muhimu. Haya yote yanaonekana madogo, lakini kwa muda yanakuwa sumu. Uchawi wake uko wapi? Hufanyi uamuzi wa kushindwa, lakini mazoea yako yanakupeleka huko. Madhara. Maisha yanakwama bila sababu ya wazi. Ndoto zinabaki kuwa ndoto. Unajiona hauna nidhamu. Suluhisho. Badilisha kidogo kidogo. Tabia moja nzuri kwa siku inaweza kubadilisha maisha yako yote. 4. Uchawi wa kujilinganisha. Comparison trap. Mitandao ya kijamii imefanya maisha ya wengine yaonekane kama filamu. Unaona mafanikio yao, furaha yao, pesa zao, na ghafla unaanza kujiuliza, mimi niko wapi? Uchawi huu unafanya nini? Unakuibia furaha yako. Unakufanya uone maisha yako hayatoshi. Ukweli. Unalinganisha nyuma ya pazia la maisha yako na sehemu bora ya maisha ya wengine. Suluhisho. Kimbia mbio zako mwenyewe.
Kila mtu ana muda wake. 5. Uchawi wa mawazo hasi. Negative thinking. Kila kitu huanza kwenye fikra. Ukifikiria hasi, utaona hasi. Ukifikiria kushindwa, utaamini kushindwa. Mfano, ukianza siku ukiamini haitakuwa nzuri, utatafuta sababu za kuthibitisha hilo siku nzima. Huu ni uchawi wa ndani kabisa. Unaumba ulimwengu wako kwa mawazo yako. Suluhisho: jifunze kudhibiti unachowaza. Badilisha siwezi kuwa nitajaribu. 6. Uchawi wa kutokujitambua. Lack of self-awareness. Watu wengi hawajijui. Hawajui wana uwezo gani, wana nguvu gani, wanaweza kufanya nini. Hii inasababisha nini? Unaishi maisha ya kawaida wakati ungeweza kuwa wa kipekee. Mfano, mtu ana kipaji cha kuongea, lakini anakaa kimya maisha yake yote. Suluhisho: chukua muda kujitambua. Jaribu vitu mbalimbali. Gundua kile kinachokufanya uwe tofauti. 7. Uchawi wa mazingira. Environment influence. Mazingira yana nguvu kubwa kuliko unavyofikiria. Ukikaa na watu wasiopenda maendeleo, utaona maendeleo si muhimu. Ukikaa sehemu yenye uvivu, utaona uvivu ni kawaida. Uchawi wake unabadilika bila kujua. Suluhisho: chagua mazingira yako kwa makusudi. Kaa na watu wanaokusukuma mbele. 8. Uchawi wa kukata tamaa. Giving up too early. Huu ndio uchawi unaowaangusha wengi. Watu wanaanza kwa nguvu, lakini wanapoona changamoto kidogo, wanaacha. Ukweli mchungu: mafanikio mengi yapo hatua chache baada ya mtu kukata tamaa. Mfano, mtu anajaribu mara 5, anashindwa, anaacha. Bila kujua mafanikio yalikuwa jaribio la 6. Suluhisho: usikate tamaa haraka. Subira na uvumilivu ni silaha ya ushindi. Sasa jiulize, ni uchawi upi kati ya huu 8 umekuwa ukikuathiri bila wewe kujua? Ukweli ni huu: maikubadilika si kwa kuvunja nguvu za nje, bali kwa kubadilisha nguvu za ndani. Kama umeipenda documentary hii,